And when they are happening in our life, there is a reason behind it, because God is not blind. God is not deaf. God is not away. God is with you. There was this one character anaitwa Ayubu. Ayubu ni mtu alikuwa anampenda Mungu kuliko nyinyi. I don't think there is any one of you here anaweza kufika level ya Ayubu. Not even me. He was a very faithful, very loyal person. Mtu mwenye alipenda. Baba unafanya nini huko nyuma? Kaa hapa, wewe ni raia. Asha iliisha. Bwana Yesu asifiwe sana. So Ayubu alimpenda. Alifanya nini? Alimpenda Mungu. Na alikaa kwenye maguu ya Mungu na kumtumikia Mungu kwa mapenzi yake yote. There is nothing that was there that could separate Ayubu ama Job from the love of God. At a time when he was really loving God, na alikuwa so up in the presence of God, so many things happened to him. Tuende na Kizungu ama Kiswahili? Kizungu. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and shunned evil. Do we have anyone here, including myself, that can qualify this? Just say yes. Do you have anyone here, including myself, that can qualify this? Do we have here? Do we have? Do we have? This man loved God. He shunned evil. He lived the way God wanted him to live. He loved. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless. Underline the name blameless. Number 2, he was upright. And number 3, he feared God. And number 4, he shunned evil. That was complete. The completeness of man. For him to endeavor to be successful in the plans and the blessings of God. These are the 4 qualities. Verse number 2. And 7 sons and 3 daughters were born to him. He had 7 sons and 3 daughters, meaning he had how many children? He had 10 children that walikuwa wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 3. He also, his possessions were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yokes of oxen, 500 female donkey, and a very large household, so that this man was the greatest of all the people of East. So this is a man who was full of God's plan. This is a man that was full of the plan of God, that he was rich, he loved God, he shunned evil, he lived the way God could have wanted. So there is a way that God wants us to live. You are not, tell your neighbor, I was not born poor. But there must have something that happened in my life that today I am struggling. Remember, Job had children, meaning he had a wife, had cows, had camels, had goats, had everything, and on top of that, he had a very good relationship with God. He was a friend of God. He never did something that could annoy God. He never did anything that could make God feel like, oh, this man, I'm disappointed. Just like us, like today, ourselves, today ambao tuko hapa, kila mtu kutoka asubuhi, kuna kitu umeongea mbaya, kuna mafikirio umefikiria mbaya, kuna kitu umeangalia, ama namna gani mzee? Labda kule ukipita pita uliona kisikati kimefika hapo, ukaangalia, ulianguka. Ayubu never saw that. Kuna kimama kikiangalia hivi kikakuangalia hivi kipita kisema, oh, handsome man, ulianguka. Ayubu never did that. Bwana Yesu asifiwe sana. Job was a righteous, a person who's at Mungu akikuja, the person anaweza kutembea naye duniani alikuwa Job. Na alimpenda, na Mungu alimpenda, na yeye alimpenda Mungu. Then verse 4, is it 4? Ama continuity of 3?
verse 4. And his son would go and feast. Underline that. And his son would go and feast in their houses, each on his appointed day. So their sons will go to one house of one son, and they will do a feast. They will slaughter goats, they will slaughter kuku, they will do a feast. Walikuwa nafanya feast, each on his appointed day. So this was not done that one will come to your place tonight, tomorrow your place, the day after tomorrow, or next week. They had a plan that today we are going to this house, tomorrow we are going to this house. And he will send and they invited the 3 sisters to eat and drink with them. The sisters were always invited with them. So even the brothers, the sons and daughters of this man, they also feared and they also knew God. They did exactly what God wanted them to do. They lived according to the plans and the ways of God. Verse 5. So it was when the days of feasting had run their course, then that Job will send and sanctify them. Hello. After they went through for the feasting, wakazunguka, wamefanya sherehe, walikuwa naenda sherehe, si ndio? Katika ile sherehe walikuwa nafanya mzunguko ule, wakazunguka, wakimaliza sherehe, then the father will call them and sanctify them. Bwana Yesu asifiwe sana. So why was the father sanctifying them? After wamefanya sherehe, wamezunguka, wamefanya mavitu, wamezunguka kila kitu wamefanya, but immediately after the feast they will be called home by the father. Come. Then the father will do a sacrifice to sanctify the children, so that they will not, kule wameenda wamefanya sherehe zao, labda wameenda wamefanya mabituko, wakiingia boma ya huyu msee wasilete dhahu. Hello. So this man was so curious, and this man was so much into making sure whatever that he has, his homestead and whatever that he's doing, nobody will defile it. Hallelujah. So these are his own sons, and he will call them and sanctify them, make them clean, so as they live with him, they will be clean. And then he did what? Feasting, and then of course, then Job will send and sanctify them, and he will rise early in the morning and offer burnt offering according to the number of them all. Hallelujah. That he will rise up in the morning because of the children. Kwa sababu tu ya kwenda sherehe, si kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu wameenda sherehe. Then he will call them early in the morning, and he will do a sacrifice to each of the 7 and cleanse them. A burnt offering according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cast God in their hearts. So he never wanted anything that can cause him to have a problem with his God. All what he was doing is to make sure that even my children will never be allowed to mislead or to make my God not happy. So after walipiga sherehe, he will call them in the morning and cleanse them, and then he will rise up early and do a burnt sacrifice on all of them. Alitoa dhabihu kwa wote, ndio awaregeshe, wasije walifanya kitu kwa moyo wao, si kwa mwili wao. Kwa moyo wao wakatenda dhambi ambayo ilisababisha wakapata laana kutoka mbinguni. So all this was done to make sure that the God of Job hajakasirika. So Job was pleasing his God. How many times have you made drastic decision to please your God? How many times have you done a decision that to many is a decision that nobody would want to be associated with, a decision of suicidal decision, but you make a decision, a conclusion that today I am going to make a drastic decision to please my God, because I don't want to please you.
I don't want to please my mother. I don't want to please my father. I don't want to please the people I'm walking or working with. I want only to please my God. So you decide to disbandle and to destroy everything for the sake of your God. So this man did not want anything that can cause anything, kitu chochote ambacho kinaweza kusababisha akosane na Mungu. Na watoto yeye ndiye aliwakubalisha waende kusherehe, lakini alijua labda walienda sherehe, katika sherehe wakidansi wakaeka wimbo ingine hapo, wimbo ambayo Mungu haipendi, ama wakazungumza mazungumzo that could have caused God to be annoyed with them. So he did a sacrifice. He didn't know what they did. He didn't know. They didn't even tell him that kuna kitu tulifanya mbaya, but out of suspicion akasema nimevuja hii, kujeni hapa, I will cleanse you so that when you get into my compound you will get clean people. When you get into my compound, this is what will befall you. This is, I have to sanctify you. And that's the greatness of things that happens in our life. How much has your parents been involved in cleansing you, in making you good vessel to be for the kingdom? How much is your father, your grandfather has done to you? How much have you done to your children? Do you even care where they are? Do you even care what they are doing? Do you even care what position they are in? Do you even care? Your children are in Nairobi, they are sending you money every weekend. They are sending you 10,000. You've never asked your children, where are you getting this money from? Have you ever cleansed that money that has been sent to you? Those people sending you the money, have you ever cleansed the money sent to you? Have you ever been able, the kind of work you are doing? Maybe you are working in the Marigeti. Some goods have come from Tanzania. Some goods have come from Loitoktok. Some goods have come from Nyahororo. Did you ever take a point of cleansing those goods that you intend to sell? Kuna siku unafanya kwa hiyo kazi yako. Do you ever cleanse that job? You have a duka. This duka has goods from industrial area, kutoka kwa Wahindi wao wote ni Freemasons, ni watu waabudu wa shetani. Wengine wanaabudu ng'ombe, wengine wanaabudu makondoo, wengine wanaabudu manyoka. Na duka yako umeistock na umeshuhudia kama msalaba huko ya Maria mtakatifu, na umeweka vitu mingi, na umeweka baka anointing oil, umeenda umefirika, umeweka anointing oil pale, but did you cleanse hizo vitu zilizokuja? Maana yule alirelease vitu zake kupitia kwa nguvu za mapepo za Freemason. Alitengeneza biashara yake, kwa maana kuna mtu alitoanga sakafara ndio biashara factory yake kanawiri. Kuna mtu alifanya, kuna kitu kilifanyika ndio biashara yake iinuke. Kuna sacrifices alitoa. Wewe na wewe huko kwenye dini nyingine, na dini iliyotengeneza hizo vitu ambazo umeletoa ni dini nyingine. Sasa katika hiyo transfer, mwenye gari na yeye alitoa sacrifices, mwenye lori yeye safirisha mizigo yako alifanya sacrifices. So you have the producer who did a sacrifice, the distributor who did a sacrifice, you have a shop. Hizo vitu zimeletwa kwako na wewe ni Mkristo, kwa damu ya Yesu, nabariki kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wale wametoa kafara, wametoa watu, wametoa mambuzi, wametoa manyoka, wametoa kila kitu walichokiitishwa. Na wewe umefungua duka lako, na umefungua na vitu ambavyo wewe mwenyewe hujielewi ni Mkristo fake. Because I normally tell you, there is no genuine Christian. Christianity is fake. From the name itself, Christianity. Because Jesus never created Christianity. He never preached Christianity. That is why you are fake. Jesus preached the kingdom of heaven. Christianity was a name coined by the haters of Christ. So who coined the name of Christianity? It was coined by those who hated Christ. So the name that we embrace as Christianity, it is out of the people who hated what we are preaching. So Christianity is not from Jesus. Christianity is from the pagans. I hope you knew that, and it's my really prayer for you to understand that Christianity is from the pagan. The name Christianity is from the pagan. It's not from Christ himself. Christ never preached religion. Christ never preached going to heaven.
Christ never preached anything. He only preached the kingdom of God. Ahujiri uthamaki, dahujirie matu, dahujirie kihonoko, ahujirie uthamaki. Even today, the message of Jesus is about the kingdom. Thy kingdom come. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything else ni ya ukora, ni badia. And that's why Christianity does not have a ground. If you go to the Muslim, they have a doctrine. This boy will recite a Quran as young as he is. He has been taken to madrasa and trained on the doctrine of Muslim. The same as Hindu, the same as Buddhist, the same as Kapila verse 2. All those they have a doctrine, a sound doctrine. But if you ask a Christian, do you love Jesus? Do you love Jesus? Can you die for Jesus? Do you love Jesus? Truly? Do you love Jesus? Do you love Jesus? Do you love Jesus? Do you love Jesus? Now, and God forbid, if an Al-Shabaab gets there with a gun, and then they hold one of the hapo wale wako nyuma a grab na kata shingo na panga na muone damu imeruka hivi, how many will still be loving Jesus? Na uone kichwa ndio ile imebirikika pale, na wakwambie next who loves Jesus come for the next treatment. How many of you will still be loving Jesus? Just lift up inua tu mkono. How many of you will still be loving Jesus? That you will take your head there to be cut? Uongo. 100%. You are total liars. All of you will say, hapa hata tulikuwa tumekuja kutembea. Hata sisi si wa Kristo. Si hata tulikuwa tunakojea mkuje mtufanye siku ya Waislamu. That is what you will do. None of you will stand up there. Uone kichwa imeanguka kusema mtasema Jesus. Whoever said Jesus simama. Hakuna atasimama. Hakuna. Mnadanganya watu hapa. Because you don't have a msimamo. Maana hata jina ambayo unabebeshwa ya Christianity is a pagan name from the devil. It is the devil that gave you that name. Mnaringa nayo Christianity. Jesus never taught anybody about Christianity. He taught about the kingdom of heaven. And the kingdom of heaven is living according to Job. He lived according to the kingdom. Thy kingdom come. Hallowed be thy. Hallowed be thy. Thy. Thy will be done. Jesus was teaching about the will of God to be done in your life. The will of God is you to live a perfect without blame. The will of God was you to live in a manner that you are blameless. You fear and love God. You walk accordingly. You see the children wameenda kupiga sherehe, kurudi tu kwa nyumba wanaambiwa kaeni pale kwanza ni watengeneze. Ndio msiingie kwa compound yangu mkazilishe Mungu wangu. Lakini sasa unasikia mtoto ametoka hapa amefanya vituko mpaka kana mimi namwita baba usijali. Nitalipa hiyo mimba, baba nitalipa hiyo mimba. Na kesho ingine Sunday huko hapa kwa madhabahu, Bwana anasema watu muamini Mungu, watu mama. Kuna shida ne kama iliko chako nyita isho shone. Na ciana ciaku cihorete na maundu moru. Bwana Yesu asifiwe. That our children are smoking banky, our children are in drugs, our children are drinking, our children are doing nonsense around there. And you are here preaching, you are here teaching the word of God, you are here so holy. It's as if ulikato kinyama, Mungu alikato kanyama kadogo kaekewa ndio kalikutengeneza. Ndio hata kutembea unatembea ni kama unakanyaga gariera, ni venye umeokoka na kwako bagi kwa nyumba yako. The nyumba ambayo unalala na watoto wako wanalala huko, kuna bagi na madawa za kulevya kwa nyumba. Polisi wakiingia huko ndio unajua hujui. Na ni Mkristo na pagani. Ayubu aliwaja watoto wakienda wakupiga sherehe, wakikula mambuzi, wakikula kila kitu, wakirudi ndani ya nyumba aliwaambia kaeni hapa, akawainulia dhabihu wasije wakuwa walikosana na Mungu kwa njia yoyote ile. That is how he valued his God.
That is how he believed in his God. That is how he knew that my God is not anything to joke around with. Sio kitu cha kuchezewa. Hata watoto wake alistand on his ground na akasema no one will enter my compound. Kwa sababu kule mmetoka, sijui kama mmekasirisha. Akawatolea dhabihu. Ulitolea mtoto wako dhabihu lini? Ulitolea kazi yako dhabihu lini? Ulitolea nyumba yako dhabihu? Kila wakati aliinua dhabihu. Aliamka asubuhi, kila mtoto akamtolea dhabihu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan also came among them. There was a day the sons of who? The sons of God came to do what? To present themselves. At the same time, the sons of Satan came with them. Meaning, the reason why Job was giving the sacrifice is because of that notion. But as the children present themselves to God, the children of the devil will come present themselves before also the same God. So they will come and mislead you and remove you from the plan of God. They will come and mislead your children. They will come and make your children sin against them. That is why he was conscious about the righteousness of his children. That is why he was conscious about whatever the children did there. Because what we are suffering from today, it is not what we did. Most of the suffering we are suffering is not what we did. We are suffering because of what our fathers did. The Bible says that nitafikishia, the iniquity of the children, of the fathers will go to what? To the 4th and the 5th generation. You may be suffering not because you sinned. You may be suffering not because you did anything. You may be suffering not because you belong to the suffering, but because whatever your great-grandfather did, that is what making you suffer today. So that is why Job had a responsibility to make sure these children are completely disconnected from anything that they may pick outside there. So ask yourself, how many things have I picked because of my father? How many things have I picked because of my grandfather? How many things have I picked because of my grandmother? How many things have I picked because of the society? When you came to church here, because nobody is living with the other one. Everybody came from a direction. Then you came here, you became friends. You and him became a friend. You and him, they became friends. You and him mukakuwa friends. And then from there you became friends to discuss other people. And now you didn't know her, you didn't know her. Now that mmekuja mmekutana mmejuana mmeanza kudiscuss huyu. So who are you? You are the son of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. So those people who come and conspire against you, they are the sons of the devil. Those people who have room to discuss, to know ule kwake hakukukuliwa, ule kwake hakukukua, ule kwake kulienda, huyo ni mtoto wa shetani. Bwana asifiwe sana. And this is what Job was really doing to make sure that hawa watoto wa shetani hawapenyi. Maana watakuja kwenye huduma hii, watapenya kwa njia yoyote ile, watapenya wakae ndani, kisha watavunja madhabahu haya. Because the responsibility is to make sure madhabahu hayasimami. And that is why I have a spiritual father who will call me every other time and ask me, how are you going on? And that's why you have a spiritual father, because the spiritual father will want to come and speak to you, so that if in a case you've been attacked by a son of the devil, I will be able to remove that son of the devil from you. Because the challenges we are facing in life, they are not good challenges. They are challenges that we cannot be able to fight against. Challenges that we cannot be able to fight and destroy, because they are more strong and powerful. Because the challenge you are facing, baba yako alikuwa muganga, ama guka yako alikuwa muganga,
Na sasa hiyo uganga kwenye ile maeneo unakaa, ile shamba yenyewe unakaa ni ya baba yako, meaning uko chini ya mamlaka ya madhabahu ya baba yako, and you don't know. Uko chini ya madhabahu ya buka, and you don't know. Uko chini ya madhabahu ya maeneo. Eneo hilo ndio uganga ilifanyika. Eneo ukienda pale Kambiti wanasema ni kwa wachawi, huko ndio umeenda kukaa, na kule ni kwa wachawi. Unasikianga makao ukienda kuguza, uchukue weka kwa gari yako, gari inakataa kwenda. Alafu unasema huko mimi nitaenda huko, nitajenga nyumba huko. Utaenda kujenga nyumba asubuhi, ukilala asubuhi utajikuta nje. Umelalia megoko pale nje. Maana nyumba washaichukua, amehamisha, imepeleka ng'ambo ile nyingine. Because the territory yuko inasema nini? Ina mizimu gani? Ina nguvu gani? What are the fathers of that land? What is their power? What is the authority? How do they know about you? Oh, how much do you know about them? Ni madhabahu gani iliinuliwa kule, na ni nani aliinua, na iliinuliwa miaka ngapi? So this man was cautious that my children have gone out, so I have to cleanse them. They might have done something wrong. I have to make them clean for the purposes of God. Ask yourself, how clean am I for the purposes of God? How clean am I? Yes, I want God to help me. Do I have any good relationship with God? Yes, I want God to help me. Do I have do my background hapa kwa medula oburakata hapa nyuma, is my conscience right? When I'm coming to ask God bless me, ask God give me, ask God give me, and these things, they belong to my Father who is God, and you don't have a good relationship with Him, what do you expect from Him? Will He give you anything? Your children have gone out there, they have defiled. Then they come in the evening, they sleep, and they as though they have done nothing. And yet you have your own altar in the house, praying every day. Yet the house you are praying in has been defiled. Do you expect God to come there? Hello? Do you expect God to come there? He will not come there. And these are the mishaps of life. These are the confusions that we have. Yet we are Christian, we go to church. Yet we are Christian, we call ourselves many names: apostles, doctors, Dr. Apostle, Dr. Highness Apostle, Dr. What, Dr. Prophet what, Dr. Boko, Tata Bod. All these nonsense of names are all over. They are tags that we have tagged ourselves with. But do we tag our heart with God? Is your heart tagged to God? That God has a home to come and reside. God has a place. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 7. And the Lord said to Satan, from where do you come? So Satan answered the Lord and said, from going to, and from going on the earth, and from walking back and forth. So this thing called Satan, it is all around you. It is moving this way, moving this way, moving this way, looking for somebody to defile. Can you ask that man to walk out? Tell him, simama, simama. Nenda ukaoge huko nje. That the devil is moving, roaming around to look for somebody to defile. That is why the Father knew that I have to continually bless my children and cleanse them, so that if the devil moves around, he will not find them to defile. Bwana Yesu asifiwe sana. So I'm talking about the consciousness of understanding the plan of God. I'm talking about the consciousness of you understanding the will of God. The will of God is not you being seen as a busybody. The will of God is you doing exactly what God would have wanted you to do. The will of God is living, walking upright, living godly, doing godly, making things godly, uprightly moving, so that God can have a home in you. So when He blesses you, He gives you all that you need. Bwana Yesu asifiwe sana. Then the Lord said to Satan, 20 verse 9. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Tembea, baba. Piga round. You are too young to sleep in the church.
Ama ulikuwa biashara nyingine usiku? Tembea mpaka huko kwa barabara ukuje. Why will he be sitting here? Wewe anakalia kiti inachoka bure na analala, hasikii message. Amelala na ni kijana mtoto mdogo hata hajazaa. Atanialina stress mwanani ale gatiro school fees. Msijaribu kulala pata au kilala na kufuja nje. So kwa nini ukalie kiti? Na wewe kalia gano kiagete yake. Sara Maria. Bwana Yesu asifiwe sana. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Yani, he wanted to initiate to him that Job fears God because of what he has given him. Not because he loves God. Because most of us are here wamekuja hapa because you want God to do something to you. But you are not asking yourself, what have you done to God? How do you love your God? How do you appreciate your God? Is your God a real friend or a tool to use when you have a problem? Because most of us, we embrace God with 2 hands, with 2 legs, with 1 head, with 2 eyes, with 2 ears, because not because we love him, but because we are in a situation, we are in a fix. That is why even kutoka uingie kwenye fix ndio ndio magari mashenda la hata ukiwa kwa barabara ukipita unasikia not because you love God, but because uko kwenye kona ndio unamjua mpaka Mungu majina yake yote. Anaitangwa Jehova Rafa, Jehova Shalom, Jehova Jire, Jehova Elohim. Yani majina ile unamuita mpaka ujui hata Elohim ni nini, ujui hata Rafa ni nini. Lakini kwa sababu shida imekusukuma ndio unamuita Jehova Rafa, Jehova Shalom. Wewe ndio naita wakati. Mbona hakuwa Shalom ulikuwa unamuita baba? Unanijua. Nimekimbia Roitokto. Tutakutana huko tu baba, utagulie, tutakolia papa. Because that is the nature of man. They will just instruct God, kibiaga Roitokto mnakuja. And you have no much time. You have no much relationship. You have no much sitting together with God. But when you have a problem, that is when you discover that is God. That is when you become mpaka holy. Mpaka kile kimjamaa kilikuwa kinakujaga kushuhudia makoti huko kwako. Sasa ambako namwambia, I'm in prayer. Niko kwenye mlima. Nipatie muda kidogo, nipatie kama 2 weeks nimalize maombi. Yani nipatie 2 weeks nidanganyililie Mungu. Anipatie ile kitu na nipatie ukuje tuendelee na safari. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what you are doing here. That is why you are in the church. That is why you are in every convention where preachers are coming. Not because you love God, but because you are in difficult situations. And when you are in difficult situations, that is, you come to know God. And I want to tell you, God is not a liar. God is not stupid. God is not man. He is listening and watching over your heart. He knows how your heart is behaving and why the heart is behaving so. He knows that you are a criminal. You are a crook hiding in the church. But that's why you don't care. You have no moral authority. You have nothing that can be seen in church. You don't have respect to the man of God. You don't have respect to the altar of God. You don't have respect to the people serving there. You don't have respect to anybody because you are just but a crook. You came to see whether God can hear you in this building. And that is what God is saying. It has been rejected. A rubber stamp. Rejected. No favor will come to you in a crooked manner. You must surrender to God. You must surrender to the will of God. You must do what God wants you to be. And you must indicate to him you are here to be with him forever, not for today, not because of a car, not because of your business is down, not because you are jobless, not because of your what, not because of your... If we had that kind of consciousness that we are doing things not because of what we want from God, but because we are friends with God. I came here on Wednesday not because I want to be prayed for, but because I want to come and worship my God, because my God is my friend. Then I want to tell you, things will work to you, because when you become a friend of God, God will release anything that he has in for you, because you're a friend of God.
If you're my friend and I ask you, give me 5,000, you will give me because I'm a friend. But if you're not my friend, nikwambia baba, nisaidie na 5,000, utaniuliza kwanza, mimi sikujui. Mimi sikujui. Sasa hapa nyinyi ni wakora, sisi ni wakora, tumekuja kanisani kwa sababu ya ukora. Tumesukumwa kule, maisha imetusukuma, tumefungwa kabisa. Sasa tumekimbilia hapa kufanya nini? Kuja kudanganya Mungu. Kwa sababu tumezoea kudanganya raia mpaka hata Mungu hatumuoni kama ni Mungu wa maana. Sasa hiyo ninakuja mpaka unasikia huko unatetemeka. Lakini juzi hii kitu ulikuwa kula glasi kawaini na unakaa mzuri tu na unashindwa. Huyo Mungu anakuja kutusumbua namna gani? Tutoka worship. Time ya worship haijafika. Lakini sasa hizi hata ukiambiwa hapa kuna glasi ya altar wine, unasema oh my God, I can't take that. That is not holy. That is not meant for Christians. That is not meant for holy people. You only become holy because of the problem you are facing. You only become holy because of the challenge. Nyumba ndio hiyo. Yaani maneno ya madeni, kila kitu imekusumbua. Jamaa wao umekuzunguka. Hakuna kitu kinafanya kazi. Sasa hiyo ndio hata kuomba sasa. Hiyo shanganda makakao. Yere bobo. Kumbe unaongea Kilingala na wanasema Kilingala na hiyo lugha unaongea Kilingala ni ya shetani. Unasema venye utaenda kufanya usharati leo usiku. Unajua by the way kuna siku itakuja hapa mnadhioma, kumbe Roho wa Mungu amefukulia mtu. Hiyo lugha anaisikia venye unafanya. Kumbe ni kujisema, unajisema venye umefanya usharati usiku ya jana. Itafanyika hivyo, and I'm praying for that to happen here. I am praying for that to happen here. Mumengangana sana kupigana vipawa vya kinabii, lakini I'm praying, I'm giving sacrifices to God that kipawa kikuwe na nguvu mpaka wachawi na marogi wote wagaruranio hiyo kitu igaruranio CD igaruranio mpaka uanze kudhioma ukisema mimi ni mchawi, mimi yule mama alikufa, mimi ndio niliua ile kanisa, ndio mimi nilio. Sasa unasema Roma kantaraba ora likandorobo zeke, kumbe unasema venye ulifanya yote na tunasikia. That is my prayer to God. That God, may you expose them that have come to hide in churches. May you expose them that come here with agendas. God, may you expose all the witches. Here I'm praying to God. Awakishe moto baijaonekana dunia hii kwa hii nyumba. Hata kama ni mimi, aniakishie moto. Bwana asifiwe sana. I want us to kae in a good relationship the way Job was living. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number. Have you not made a hedge around him? He's asking God. This man is happy, is living the way he's living because you have made a hedge around his household and around all that he has on every side. You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. So the devil is trying to accuse God, not Job. He's trying to accuse God that you, God, you are blessing this man, you are protecting this man, not because how he loves you, but because of what you've given him. So that is why this man is worshiping you. God, are you for real that you can give people to worship you? This devil was trying to accuse God. So I want to tell you, even God can be accused because of you. If you lived a life that is blameless, because the devil found nothing to blame Job, nothing to go to God and accuse him. So instead he accused God. This man is worshiping you because of what you have given to him. You have not made a hedge, and you have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Verse 11. But now, stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Atitamueherarie tweherie tweherie wane ule ukoruma modo shida kwendete. Now that is how you are, because the prayers that you pray every morning is a prayer like you are cursing God. Why me, God? Why did you forget me? Oh God, remember me. That is not a prayer. A prayer, it is to totally submit to God. Praise and worship God in your prayer. Solomon was a king when he was praying to God.
When he gave a sacrifices, he was a king. He gave 1,000 cows. He was a king. He was he was in possession of the kingdom. So when you are in the possession of the kingdom, you own everything. But he still found time to go to God and sacrifice 1,000 of them. And after he sacrificed, he went to sleep in Mount Gibeon. Down there, as he was sleeping, God appeared to him. And God asked him, ask me what you want and I will give you. Ask me what you want and I will give you. Then Solomon started by praising God. Thank you, Father, for having given me my father, answered a prayer, my father's a prayer. And also having given me, my father David, an opportunity to become a king of the world. And even allowing my father to have his son to sit on the throne. And even allowing my father to be here. He praised God, not because of him, but because of what God had done. The marvelous works. Then he ends up and tells God, now, Father, you have given me a responsibility of my father that is too immense in me that I cannot be able to do. This is a work that I'm not capable. I don't have an experience. I've never been to leadership. I've never been this. I don't know how to judge the people of God. Oh, my Father, what I'm asking from you, give me wisdom that I may be able to lead your people and to judge your people. He never asked for guns. He never asked for tracts of land. He never asked for cars. He never asked for chariots. He never asked for anything. But he asked for wisdom. Because he knew in the wisdom, you know God. In the wisdom, you know how to do your calculations that will lead to the plans of God. Ask for that wisdom. The wisdom, because that is what we lack. We have responsibility, we have ministries, we have many things, we have talents. But in this process, in our talents, in our ministries, in our giftings of life, we have no wisdom. We have been given the roles to build. We have been given chances to be in leadership. But we lacked wisdom, and that is why we failed in our wisdom. Next verse, please. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Look here, God saying, telling the Satan, anambia shetani, all that he has is in your power. You can do anything you want to do with them. All that you think, hiyo ndio inafanya niabudu. Akamwambia, it is in your power. Behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person, his heart. Do not lay a hand in his heart. So Satan went out from the presence of the Lord. 13. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. They were eating and drinking wine. Remember, these are children that once they are through with whatever they are doing, they will go to their father and the father will cleanse them. So these people were not dirty. These children were clean. How? In their oldest brother, 14, in their oldest brother, and a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkey were feeding beside them. Then what happened? When the Sabian raided them and took them away. Indeed, they have killed the servant with the edge of the sword, and I alone have escaped to come and tell you. I alone have escaped to come and tell you. It is news, bad news, news of disappointment. I alone, mimi ndio peke yake. Vitu vyote vilivyokuwa hapo, zote zimekufa. One disappointment. Remember, this is a man that loves God. Remember, this is a man that really knows God. A man without blemish. A man that is honest to God. A man who will go for the cleansing every single other time. Hello? While he was still speaking, while this message is being delivered to him, another also came, said, the fire of God fell from heaven and they burned up the sheep and the servants and they consumed them, and I alone escaped to come and tell you.
This is a man that knows God. This is a man that loves God. This is a man that never disobeyed God. While he was still speaking, while this one, the second one, was still speaking, another also came and said, the Chaldeans formed the 3 bands, raided the camels, and took them away. Yes, and they killed the servant with the edge of the sword. And I alone have escaped to come and tell you. Hallelujah. As he was speaking, 18, as he was speaking, that's the third one now. Let's go to the fourth one. While he was still speaking, another also came and said, your sons and your daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. Then what happened? And suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the 4 corners of the house. It fell on the young people, and they are all dead. I alone have escaped to come and tell you. This is an information in one day, not in 2 days. An information in one day, where cows have died, where camels have died. Now this is your children. But there are 3, 4 now. The 4th person, I alone, has come because God wanted Job to be told what has happened. So because he was still watching, and suddenly, 9:20, then Job arose and he tore his robe and shaved his head like mine, and he fell to the ground and worshipped God. My God. Now talk to me. You have heard that information. What will you do? To be very sincere, you will start crying. You will shout. You will make greatest noise. You will not have time to listen, to talk to God. You will not have time to talk to God. You will make the loudest noise. Oh, God, why now? Why, God, why? God, why? Why me? Oh, God. Wache kumunike baba. Wache kumunike. Umenifanya hivi. Wewe Mungu uliniambia utanilita. Umeniwacha. That is you. You will say so. Because you don't have a relationship with God. The moment this man understood whatever he was, he tore his robe. He shaved himself and went down and spoke to God. How many of us does that? When we are down, when we have been struck, when we are completely destroyed, when we have nothing to do, when we have nothing where to go, there is nothing where to go, but you seek to ask God, I am not going to make any move without you. Then, and he said, naked I came. That's a reply. That is a reply he replied to God, because he was directly now speaking to God. That naked I came from my mother, so, and naked I will return. He told God, it doesn't matter whatever goes. It doesn't matter whatever they want to take. Let them take. It doesn't matter whatever they want to say against me. Let them say against me. It doesn't matter whatever they want to do against me. Let them do it. But here on earth, I never came with anything. So I'm not worried of what they have taken away from me. I am not worried of what they are planning to do against me. And naked I shall return there. The Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. How many you bless you, God? You will make noises until tomorrow. You will not even remember to bless God. But this man said, I came naked, naked I will return. There is nothing that I own on earth. There is nothing that is connected to me on this earth. Only what is connected to me, it is God. That is a level of a Christianity. In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. In all these things, he never sinned. He never charged with any wrong.
He still stood his ground and told God, I love you. Next verse, please. And told God, I still love you. It doesn't matter what is happening. It doesn't matter who is behind me. It doesn't matter who is bewitching me. It doesn't matter who is against me. But there is one thing I know, that I am still your child. How many of you can stand that? Next verse, please. Okay, thank you. That's this is chapter number 1. Let's get to chapter number 2 slowly. And get to understand that despite the challenges that have been happening in our lives, how many times have you challenged God because of the problem? How many, when you found your house has been locked, what did you tell God? You asked God, remember, I am in the praise and worship, Father. I have been singing tirelessly, God. Oh, Baba, I've been singing. So were you singing to please him? What were you singing? What was to be compensated in your singing? In your going to church, what was to be compensated? In you becoming a Christian, what was to be compensated with you? You came here naked. There is nothing that you can tell God, this one belonged to me. Now you have taken to it. All these are his. All these are his. Then Abraham was told by God that give me your son. You are the only son you have. The name is Isaac. So that you don't make a mistake and bring Ismail here. The son that you love mostly. The son that you love. And before that line, the Bible says, after these things, God tested Abraham. There are things that will come to your life because God wants to test you. God will make you climb, and then he will crumble you down because he wanted to test. If I give you these things, how will you be able to handle? If I give you money, 1 billion shilling, will you be able to handle the money and not kill people? Will you be able to handle this money and not destroy other properties? Will you be able to handle this? That is why God will give you that 1,000 he gave you yesterday. That is why God will give you that 10,000 he gave you yesterday. All these were tests. And then he will remove every money from you. And then you'll be left without it. You will struggle for several days. Without food, without anybody. And he will pull away all your friends. The friends who can give you money, they will be pulled away from you. And they will be left alone. Because God is testing your heart. He's testing your faith. He's testing who you are. What are you? You've been praying to God. Baba, ukinibariki nitafanya hii. Ukinisaidia na hii pesa milioni 1 nitakujengea hekalu. Ukinisaidia nitakufanya. Hiyo yote ulimwahidi. Kisha Mungu anakutafutia milioni ngapi? 2. Just unaenda na kutilia kadiri kashaba kadauswa na unaingia kwa hiyo kadiri. Sasa unakuta mgawanyo ya ile pesa ya broker. Unasikia umepata milioni ngapi? 2. Kumbe ni Mungu alikodhogodhania akakosi wale wa kukubali. Ndio aone ulimuomba pesa, ndio akikupatia pesa. This is what you are going to do. Now unafika hapo. Hiyo milioni 2 inatoshea exactly matatizo yote uko nayo. Ukifanya hesabu, uone nyumba hujalipa miezi 9. Uone watoto hujalipia school fees. Uone nini hujafanya. Kaploti hujafanya. Ulikuwa umeanza kamjengo kamekwama. Ukifanya hesabu unaona 100% zinaingia kwa mashida yako. Sasa hapo ndio unaanza kuconvince Mungu. Unamwambia sasa Mungu, sikiliza. Wacha nimalize, kumbe kuna kadiri kingine kwa hiyo shamba next mlikuwa muuze. Sasa unaanza kuargue na Mungu, namwambia kuna kadiri kingine tutafanya hiyo shamba ingine. Si wacha Mungu ninunue fanye hii nayo. Alafu hiyo ingine kadiri hiyo yote si itakuja ikiwa milioni 2. Nitaileta kwa kanisa kwa nyumba yako yote. Mungu anakuaga amefuruta jongwa. Amekalia wapi? Anasikiliza ujinga. Na atakukubalisha uende ukafanya hiyo amesema. Au utafanya maana already amejua wewe ni mkora. Ana hiyo ndio imeleta nyinyi hapa leo, by the way. Ukudanganya Mungu. Sasa anajua nyinyi mikora. Na anakusikiliza, anakubalisha unaenda. Ikiwa katikati pesa yote anaikata. Hakuna ka project hata kamoja katasimama. Anaikata. Ile mradi mlikuwa nayo ya kuuza shamba, unasikia ule mtu alikuwa anataka kununua shamba alikufa. Sasa hata hakuna matumaini mengine ya kununua. Na kutoka hapo
shida inaanza kukulamba pole pole, kina kulamba pole 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 pole. Tule tupesa twingine tumebaki tudogo, shilingi 20,000, 100,000, 200,000. Sasa hiyo sasa ndio tukumbuka kuna nyumba ya Mungu inahitaji kiti, kuna mtungateli inahitaji kasuti, kuna nini. Wewe unakuja mpaka unaenda nanunulia mtungateli kasuti kana ka shilingi 3,000 kana kanaivasi unamletea, ndio ujaribu kudanganya Mungu tena ndio akupatie ingine. Sasa Mungu naye kwa sababu anajua yeye ni mkora, anaenda safari miaka 10 na anazima simu, anaenda Dubai na anazima simu. Sasa wewe unahangaika unajaribu mpaka kukuja kukua praise and worship, nothing is working. Unafagia kanisa, nothing working. Unafagia mpaka choo na mkono, si kibagio, unafagia na choo na mkono ati ndio upako ikuje, nothing. Unatoka huko na mgonjwa ya gosi, unaenda hospitali, unalala huko, tunaanza kukufanyia harambee. Unasikia kashabakana kingine kalikuwa kalichoto na hospitali kwa sababu ulishindwa kulipa bill because wewe ni mkora. Most of us here are suffering because ni mkora. Mwambie mwenzako mimi ni mkora. Mwambie nilidanganya Mungu. Nani hajawahi kudanganya Mungu hapa? Ati nikipata kazi. Wewe ulikuwa umeambia Mungu nikipata kazi mshahara yangu ya kwanza nitakurudishia. Ni kweli? Na nilikupatia mshahara hapa na nikakuaga. Mungu alikuwa ameniambia na nilikupatia mshahara hapa nikakaa niangalie. By the time ufike hapa ulikuwa ushatumia pesa zote hadi road. Mshahara Mungu uliwaambia Mungu akupatie kazi mzuri na wewe utasimama na kazi yake. Si ndio? That is what you told God. Is that not true? Most of us, that is what we told God. That give me this. Kweli. Na Ngai agikuhingurira murango maka. Ugithie kinya DRC. Ugithie kinya Dubai. Ugitoka. Agikuhe indo cia na gukuthi cia tiri-ini. Cia kurumagirira ogwo ta tugui. Tugui na tugui turia tuciaretwo. Indo cia thi cia kurumagirira ogwo. Niguo kana ni maheni. Niguo. Yes. Huyu kwake alikuwa anaita gorodi na mfuata huyu. Si yeye alikuwa anatafuta gorodi. Yeye alikuwa anaita gorodi inakuja. Ni kweli. Ulikuwa unaachua mizigo ya millions, 30 million, 40 million. Wende use ukuje ulipe. Ni kweli. Takulira tahes chai wa giridano daisi. Menashe. Giridano. Kuhingurira njira ciaku. Just 5,000. Nijoko shiraite kubangite mamilioni ma mbeca nikyo rorete kanitha tondu nurarigwo ukirutira Ngai ki ciakwa uhe icio ni kuhe ora ta ndungata ya Ngai cia kanitha ni ukuruta wanyita kwani ora mundu aga yake rathimu indo cia thiri cikorwo cina your prophet Ngai ni aje hokeiri kirathimo kira gukurekererio mothe maundu maku mothe mahikoke. Mwathani agocwo. This is a billionaire, this woman here, but now she's begging. Kuna mtu alikudanganya jana. Ulikuwa umeitisha milioni ngapi? Ulikuwa umeitisha milioni ngapi? Ni hizi? Ulikuwa umeitisha hizi? Amekuled down. Unaona mundu rakwira tajikirita he milioni igiri. Ni mundu utamenyerete pesa? Wewe witagia kila magana matano. Tae magana matano kurire ciana gia kuria. Nicio utire muno. Ngai ni agocokeria indo ciaku ciothe. Beya kurare. Njira ciaku ciothe. Ngai ni akuhingurira. No mwathikire utongo ucio ti waku. You are just a custodian. Nikombe uhetwo ria kuiga indo cia Ngai nigetha cikarute wira wake. Na kumani no muthi uyu aria othe maguthiururukiire including your own father. Tondu murogi waku ni baba wanyu. Tondu ariki ndakutheragĩra Ngai ahũthagĩra maũndũ matarĩ mega. Arĩ thĩinĩ wa cult ya Freemason. Na indo ciothe acionete na Freemason
Ngai ni akonengera ciake in Jesus name. Thank you. Baba ituka. Uka baba itu. Nidikoe. Atikwenda kwaria nyingi. Kanitha Yesu anene. Ngumugeithia na rĩtwa rĩa Yesu. Nĩ ũndũ nĩ ndungata yaua. Ndĩraigua wega mwĩrĩ. No tondũ nĩ ndungata ya njĩra nũgame. Nĩ ngwĩtĩkĩra. Ngwetereire anjĩre ta Elisha akĩra mũndũ gwĩtwo Naamani ona ndũkanguhĩrĩrie. Kĩno kĩo ngũgĩrĩte. No tondũ anjĩra nĩ mwĩre kiugo kĩmwe. Ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ. Nĩ nyendete Ngai. Na magario nĩ mokaga. Ndaigua ũrĩa ndungata yera mũtumia ũyũ. Nĩ maranjũĩ no ndĩ ndungata ndĩ apostle. Hujĩtie mĩaka mĩingĩ. Niĩ ndaciarirwo. Ngĩrerwo nĩ mami. Ngĩteo ndĩ na mĩaka 7 ngĩtuĩka cukura. Ndatuĩka cukura. Ndaigua nĩ ahunjia kĩhunjio. Ndaigua tarĩ niĩ kũhunjagĩria. Nĩ ngereire magerio maritũ marĩa itangĩheana tondũ ndĩ mũrwaru no nĩ ndiũka. Thank you. Ndungata ndĩ mũrwaru no nĩ ũndũ nĩ wauga nĩ nguga. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Nĩma nĩguo ndungata tutioyaine. Ũhoro wa matutioyaine. No niĩ nĩ ngoretwo ngĩhoya ihinda inene mũno tondũ niĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa ndagũire ndirĩ ndona mũndũ wa kũka kũnjũkĩria. Nĩ hoete mũno ngera Ngai ta njĩra ndungata ĩmwe thĩinĩ wa thĩ tondũ mũndũ ũgwĩte ndangĩhota kwĩyũkĩria. Hallelujah. Njĩrĩra tu mũndũ ũmwe tuingĩthiĩ ndĩmũnengere guoko gwakwa anjũkĩrie. Na tondũ kĩheo kĩrĩa gĩkoragwo thĩinĩ wakwa ti gĩa kũgũra kana gũthomithio nĩ kĩa Jehova Ngai. Na kiumĩte haraihu tondũ ndarĩ kanitha yarĩ na andũ makĩria ma 2,000 na nĩ yathirire. Ũhoro wa ma nĩ atĩ ndahunjagia ndĩ wa standard 2 ndiakĩrire hau. Na Ngai nĩ aheire indo na indo ciakwa ciaumire kwĩ Ngai. Ona ngari yakwa ya mbere ndanairwo safi ũguo. Na Ngai yake nĩ andeithĩtie o kũigana. Piũ ngĩgĩa mũtumia ndĩ kanitha. Mũtumia ũcio wakwa mũthenya ũmwe wa mĩthenya ihinda rĩakwa rĩgĩkinya rĩa gũthingithio. Ndĩrenda kũrenga njũke nengete. Rĩrĩa kinya rĩa gũthingithio kanitha yakwa ĩkĩamba ĩkĩrengwo na gatagatĩ kanjũ. Na yarengirwo ndĩ mahoya-inĩ thikũ 40. Ngĩgeria gwĩtwo nĩ kanjũ ngĩrega. Ngĩra mĩa ndingĩũka harĩa ndĩ na ndingiuma. Ũrĩa mũkwenda gwĩka mwĩke. Ndarĩ kĩrĩma. Nĩ yarengirwo kanitha ĩyo. Kanitha ĩyo yarengwo niĩ ngĩra arĩa marĩ ndungata iganĩra ihau harĩ acio angĩ marũgame. Nginya rĩrĩa ngoka. Ndacoka niĩ ndĩraiganĩire na gĩthiĩ na ngĩaria na kanjũ nĩ gĩũke gĩcokio. Koguo marĩ magerio. Kuma hau ciana cia Ngai. Mũtumia wakwa nĩ arwarire. Kĩrwara mũno. Na nona ndĩrarĩ mahoya. Mũtumia ũcio akĩrwara agĩthiĩ mũtwara thibitarĩ. Ndagĩtarĩ kiuga ndwari ĩno ĩna mũtumia ũyũ rĩ. Ndĩrĩ arwara mũtumia kanina thikũ 7 gatũra. Na ũyũ waku ena thikũ 14. Ngĩmũrora ndiũrĩ ngiuga. Mũtumia ũcio nĩ akĩhonia na akĩinũka. Ahona ainũka. Kuma hau na hau aninie thikũ 7 arĩ na nda ya mũkiha. Arĩ na nda ya mũkiha. Na ũndũ ũrĩa ekĩka na mĩeri. Mũtumia ũcio kũmũtwara thibitarĩ. Agĩthiĩ ngĩrwo nĩ ndagĩtarĩ. Apostle ĩkana ihenya mũno mũtumia twarwo thieta na thiathĩnjwo tondũ handũ horu mũno. Mũtumia ũcio ngĩmũtwara handũ akĩhũrwo mbica na ngĩrwo ena thakame makĩria ikombe 4 kana 5 thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Na arĩ mũtungu mũno. Gĩkiuga atĩ ũndũ ngĩarutirwo wĩra. Mũtumia ũcio nĩ athĩnjirwo. Na tũkĩmweterera hau andũ aingĩ mũno. Mũtumia ũcio mĩre thaa 8 tũtũmĩte hau na tũgĩtwara nake agĩkinya harĩa thibitarĩ aigagwo arakĩigwo. Twetereire mũtumia ũcio nginya arie. Na tukiaria nake kĩnjĩra mũthuri wakwa nĩ ndĩ sawa. Inukai rĩu gũtigera mekundora tukona rũciũ. Niĩ ngĩthiĩ kwarĩ Juma. Niĩ ndoka no arwarire Friday.
ndoka juma kiroko nitwarithie nake no muthenya ni atindi na thina muingi muno ngithara gitari ogukinya tore wa muthondekaga oka akinjira mutumia uyu akimuthima akinjira mutumia na thina ne kubatara gucoka thibitari kijira jite andu arume 5 kana 6 kana atumia mena hinya gitana magiuka ona moka etwakuire mutumia ucio tukimutwara ringi na agicoka agithurubisha na ndagitari ucio ngiona ni areka gutwira thina ro ina mutumia ngigeria kwaria nake akirega kuria huragio bisha agitwira mucokie iwodi kumbe mutumia ni kuroti tukimucokia muthenya wa Sunday ruci no kurarararire ni ndaroka Sunday ruci ni kanitha tukiaria thibitari tukiaria wega muno akijira muthe thie ucoke kanitha warie na ciana cia Jehova na tuona tutwa udorere wega na tuona twa Jehova urore wega kirwo ni atia njira atonio ndathiaga service ni ngithi kanitha dia hunjirie nda ikarida hara ni ahunjiage mahunjirie ni thaa 5 ngitwo ngiro ukano hiuhe Sunday gikinya ku ngikora mutumia wakwa ndagitari rigiciirie hau ithiururukiirie hau matire ndaguhiririe ndeka ya muthia ngitwo mutumia cio ajirie cigo igiri twari nake akijira ithe wa maitha apostle yakuriria atira urore tugondu twa Jehova na tuona tudagutigira uturore wega ogwo tundukanareke turia thina akirikio ogwo akihinga maitho ahiga maitho mutumia ucio agithira tutietekirie horo ucio gikinya hau riari iguthaine ne muno kuri nie ndungata ya Jehova mutumia ucio no sorutaga wira nake ndoyanie nake ndimkimwana kimugithini nie ndahono nie ndateithikire na ciringi 18 kuma cukura 18 bob nicio ciginyetie hau na nicio ndonire itangine medical itetwo ni mundu murwaru 18 giaga guthi gucukura ngithie kugura thwiti stage kundi gucoka mutumia ucio arikia kuhuruka ni uhoro ucio wandicire muno ndamenya haratumanite na mutumia ucio ndoire ngari no ahujia tondu ndari na ingi muno na kuri andu ingi muno mokite kunyona andu afeki ndari murata wa feki muno Equity mayurite ku ndathiaga na Prado 120 ngari uria ndaingirire thiinie ngiona muhujia wako umwe oya ngari agisensi oro rimwe muthenya no ndwenda gwika ndenda guthi kuikia ruwi blue post na ndeirire ati mututigane na mutumia wako na kindu ndaika nini muno ona dikoni agitwaro mosari geisha ngari nando magikunya na magikimenya ngari yo yako ni yakirugaga ngikiruga guthi kuna kona handu ri ndakorire hingiririo ni ngari koguo nimekwaritie giuma ngari ya mbere ngikora ni maidota gwiho ni wakiri muri tucio akijira fafa urenda gutuonia atia aiko ithu ni tuomiririe na mami ni athieri urenda guturaga ithuothe ngiona kiundu gioka kiigwa roho ingira thino kiigwa ndomiriria akijira tarora kana kana twatigirwo ni mami kana kanini urenda kunina maiko niki nie ngiumirie ciana cia Ngai magario ni mokaga muri tucio nagirire ngari yakwa tugithie nginya mucie ona mutumia kwa gitoro mucari I was on diari hau ona nderire my brother agacaine reke maundu macio mage mothe ningitwara mucie ngihuruka undu ucio no andituhire tondu mutumia ucio ndaumaga kiti giakwa kia ngari na ni ndingiahunjirie haha atarugamite kuria guothe twathiaga na kanitha ciothe twahinguraga na mutumia ucio muhunjia mutumia ucio ahurukirire na kanitha 14 no muthi ona ndigwicia ni kinyite 10 na ndio gicunje heagwo nginya ndururu na hunjia na ingi ona ngimoka nginya TV-ini no nginya ndururu ndioyaga uguo imwe ni magarurire maritwa muhunjia undu ucio no andituhire na magerio mangi magiuka riu ri hari undu umwe wandicire muhunjia no ucio ni nguga hinde mutumia kwa hurukire nigo ndacokire kumenya kumbe kanitha imenyaga mutumia wa muhunjia hinde mutumia emoyo ndamenyire hindi iyo gicoka ngimenya kanitha wata kuona andu matuma magwitaga fafa no makuwi muthuri Ndura ni muthuri witu tondu hindi ria mutumia ucio ahingukire nie uhoro wa gwitwo ndadireki ni Ndura ndoni ni mundu roka kurite maitho ni urahikia ni njikarite kanitha no hinda inene apostle ni njikarite kanitha no hinda inene kanitha imagerio maigire kindi mwire ciana ni ciana cia Ngai muthuri uyu muheaga igitio mundu gukinya kirago kia apostle na ni mane hinya wa Ngai tundu muhuthu aheanaga rugano rwa muici
kau ni kuma apostle mageraga na ona mũru marucio mũgathikĩrĩria apogutia apostle mũhũthũ na mwega ona arĩa marĩ na Jesu gũtiarĩ mwega niĩ ciana cia Jehova nĩ ndagerera hau ngĩritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre kanitha ĩkĩhana mũcumarĩ niĩ ndoka obici ũrĩa ndokaga obici ũtungata kũingĩra ũguo arĩa maingĩraga tiũra kwarĩ mbere gũgĩcenjia kũrĩ mekũingĩra ona ũrĩa marehumba tiguo marehumbaga mbere mũhunjia nĩ gwathũka tiguo ũrĩa marehumbaga nĩ macenjia ngĩanjĩria kũrĩ we no wendetaga wa Kamau kweli nguo kagucagucio nowe mũhunjia mama wahikia mũndũ ũngĩ gũkũ ndirĩ kumbe nĩ kĩo kũrehete ukona ũraragia na andũ 100 kana 50 mama ũkwaria na andũ 3 tondũ andũ acio magũthũkia kĩongo ũgatiga mũhunjia ũngĩ ũkaica ngari ũgathiĩ ndagereirio hau ndeka ya mũthia ndekũrire nĩ ndagwa magereirio na nĩ ndagwa gũtirĩ mũndũ tagwaga ciana cia Ngai ndatungumanire mũtungumani ũmũnene mũno mũtumia ũrĩa nĩ twarathimĩtwo mũno nake nĩ Ngai piu akorwo marathimagwo niĩ mũhunjia milioni 300 itiarĩ thĩna kũrĩ ni feki twĩna mũtumia ũcio itiarĩ thĩna twari arathime kanitha ĩyo nĩ nderaga andũ niĩ mwanaga kũnengere mbeca mũtikũrathimwo tondũ nĩ ũhoro wa ma tondũ mũndũ aheanaga kĩrĩa nakĩo mũhunjia wake agathutie ĩno ena kana kĩratũ kĩu nakĩo marangĩkũrathima tondũ nĩ anegenirio nĩ mũka kĩroko no tondũ nĩ mũtheru nena kĩratũ nena ngari nena kĩrĩa kĩngĩ mũndũ ũcio angiuga rathimwo nĩ ekũruta kĩrathimo agũikĩirie no niĩ ndingĩtũgora na mũndũ wĩna tari anjĩre rathimwo njĩtĩkĩre kĩu nĩ ndegaga kĩu nĩ ngũrega tondũ mũndũ aheanaga kĩrĩa ena koguo mũhunjia nĩ ararwo mama ũngĩenda kĩrathimo kiumaga haha niĩ ndameraga ũguo na nĩ mandathimaga tondũ nani ndarĩ mũtungati ũtungati hetwo nĩ Jehova ingĩmerire moke mekĩre mbeca nguo-inĩ iria njĩkĩraga nĩ maiyũragia mũhunjia o mũndũ agekĩra mũhuko ũrĩa arenda nĩgetha nani ndathi gwakwa ndaingĩra ũguo mũtumia wakwa agakena ciana ciakwa igeka atĩa igakena nĩ twarakĩrathimirwo nacio ciana iria twatungataga ikĩrathimwo piũ tarĩu niĩ ndirikanaga secretary wakwa agoka kanitha ona maithikiri ndarĩ no akenira mĩaka 10 arĩ na rori 12 nĩ ũtungata haleluya rĩu rĩ ngugaga atĩa ngugaga niĩ nĩ ndatungumanire o rĩmwe na mũhunjia ũndũ ũrĩa ngwenda gũkwĩra ndamakire mũno ndakorire mũndũ wothe ũroka kũrĩ niĩ ndathiĩ nake rĩa mbere agaciara ũrona ũguo niĩ ndĩna ciara nyingĩ gũkĩra we ũraugire kĩbaũ ciakwa nĩ nyingĩ my friend ciakwa ndũgĩtara aca nĩ nyingĩ tondũ rĩu we saitani angĩona gacĩra ndungata aninaga mũndũ piũ ona tiga nĩ tha cia Ngai ndigire ho nĩ gũkorwo ndatũraga njĩra ndũrĩte njĩrĩte ndũkanareke ngakua Jehova Ngai itarehete ciana nyingĩ ũthamaki-inĩ waku ndũkanareke ngakua ndũkanetĩkĩre ngakua itarĩ mũthingu ndaririkana nginya wĩra twarutire na mũtumia ũrĩkũ na mũtumia ũcio ahurũkĩra mũthingu makĩria mũhunjia ndagĩciarire biũ mũndũ ũcio ndagwa thĩinĩ wacio rĩ nĩ wĩra no manyuaga mũthuri ũnginya nĩ ambĩrĩria kũnyua ndekorire niĩ nĩ ndanjĩrĩria nginya kwĩra brewery ĩrĩage njohi gwakwa nĩ ndathimĩtwo na kanyũmba gakwa he handũ ndathimĩtwo na kanyũmba mũthuri ũcio ahetwo kanyũmba ka makĩria ma milioni 40 na mũtumia matiathimĩtwo nĩ Ngai koguo he kanyũmba ndĩramũra karaigwo mathandũkũ mabangĩtwo koguo niĩ ona ingĩũka nyone bedroom yakwa ĩna nĩ twacokanĩria na ũrĩa twĩ nake hau nĩ nyume njikarĩre thĩ hingũre TV njohi nĩ mĩbange hau bedroom yakwa ĩna nginya kitchen koguo no tũikare hau na mũtumia nginya mĩeri 3 ũguo nĩguo kũrĩ na bedroom yakwa yumĩte kuma no hũre mũbira kuma haha nginya kũhũra gwĩ TV ya feet 40 nĩ nini na mathandũkũ 20 koguo mũthuri ũcio nĩ arathimĩtwo nĩ Ngai ndĩra kũmwĩra gũtirĩ handũ Ngai atatwaraga mũndũ na no acoke agũcokie ũcoke nginya scratch no nĩ ndakena nĩ ndungata nĩ kũnjĩta ndungata wĩthagathage kiugo kĩrĩa ũkũnjĩra ma nĩ ngũkena njokerere Ngai nĩ ngũkena mũno mama ona kaba gũthiĩ ũrĩa gũgũthiĩ na ndungata ngũkwĩra ũndũ ndungata ici haha mama nĩ ngũka ũtuĩke baba na wĩtĩkĩre ngũthaithe ũtuĩke baba niĩ ngũthaithe
ukareka guthaithe tu utuke baba wa kiroho tondu ndi apostle na ndire baba ninguguthaitha piu ndi mbere ya Ngai utuke baba ndiki haria ndigitie ningukena muno ni ureke nguthaithe na ndirire ngoro-ini yo yaku piu ndirire tu miaka iria ndigitie ndugatire Jehova ndugata reke ndige kurikia uhoro ucio. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ndarĩ mwaganu, ndarĩ mũũru, ndiabatiĩ kũrũgama kĩgongona-inĩ gĩaku, ndiabatiĩ gũkorwo ngĩtwo rĩĩtwa rĩtanĩtio nawe. Ĩndĩ nĩ wanjiguĩrĩire tha na ũkĩnyita guoko, ũkĩnjeheria kuma magerio-inĩ na ikuũ-inĩ nyingĩ, ũkĩnjeheria kuma maroho-inĩ makwa ngoma, ũkĩnjeheria kuma magongona-inĩ ma ngomi, ona magongona-inĩ ma ũhoi wa ngoma. Ũkĩndua ndungata yaku ngĩũka kĩrũgama kĩgongona-inĩ, ũkĩhe kĩgongona gĩkĩ Ngai atĩ andũ moka makonaga maĩ ma kũnyua. No nĩ ndungata yaku nĩ nene kũngĩra, nĩ ũmũhete maguta maingĩ kũngĩra. Baba ndirĩ ciugo nyingĩ ingĩaria o tiga wee wĩke kwenda gwaku igũrũ rĩake. Ũmũrathime na kĩrĩa gĩothe kĩnyitĩtwo mĩgwate kĩrekie. Indo ciake iria atunyĩtwo mũcokerie. Indo ciake iria ciothe cihurunjũkĩte ũmũcokanĩrĩrie. Baba ona nyũmba ĩrĩa wamũhete ya ũtungata ũmũcokerie. Maguta marĩa wamũitĩrĩirie ũkĩmwamũra namo Ngai, reke magute wĩra, reke andũ arĩa wamũtũmĩte gũkũ thĩ amatuĩke a kũhonoka makũrũmĩrĩre, reke magere moko-inĩ maya make. Ũmũthĩ ũyũ Ngai nĩ ndakũria, o ta ũrĩa waitĩrĩirie Daudi maguta aumĩte rũũru-inĩ ũkĩmwamũra na ũkĩmũtua mũthamaki. Mũthuri ũyũ nĩ arĩ roho wa ũthamaki. Mũthuri ũyũ baba agĩciarwo, aciarirwo na mbũgũ anyitĩte na moko. Mbũgũ icio nĩcio cimũnyarirĩte, mbũgũ icio nĩcio cimwagithĩtie thayũ, tondũ aciari ake marĩ ma mbũkũ, marĩ na mĩano, na ciano icio citũrĩte ciarĩtie mũtũrĩre-inĩ wake, o ta ũrĩa niĩ nani ciaririe mũtũrĩre-inĩ wakwa. Ũmũthĩ ũyũ Ngai nĩ ndagũthaitha, mbũgũ ici nĩ ndacieheria, ndamũitĩrĩria maguta, ndamũitĩrĩria hinya waku, ndamũitĩrĩria hinya waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe, rĩa Mwana na Roho Mũtheru, mũthĩ ũyũ ũkarute wĩra wa Ngai. Indo ciaku ciothe nĩ wacokerio, ũtungate Ngai, nake Ngai nĩ egũkũigua, nĩ ngũkuonia harĩa ũrĩtungataga thĩka. Nĩ njũĩ nĩ Ngai wa gũtũma, nĩ ngũkuonia harĩa ũrĩtungataga. Ngai nĩ aragwetereirie tondũ nĩ ndakũnyitĩire kĩwanja. In Jesus name. Rĩu ndĩraigua wĩ mũrwaru. Kĩmũndũ nĩ kĩahona. Ndũhagi mũndũ nĩkĩ na ũretua mũndũ mwega, hagi mũndũ. Thank you. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Mũthuri ũyũ arĩ na kanitha wa andũ 2,000 kĩganjo, nĩ billionaire. No nĩ mũrona ũrĩa ngoma aharũrũkagia mũndũ. Ngĩmũthaitha haha mũtungate Ngai, muonaga ndĩ kĩhĩĩ kĩanyu. Kwĩ mũthenya ũmwe nĩ mũkandirikana. Nĩ mũgeka atĩa? Nĩ mũkandirikana. Mathai Ngai. Tũrũgame na magũrũ maitũ. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu,
uri muthamaki wa mana wa kihoto utire ngai ungi uhiana tawe ndoka mbere yaku ngai kuhera mehia maria njikite nie mwene kiumbe na mehia maria mekitwo ni ciana ciaku tukimenyaga na tutekumenya baba ndungata ici ciaku ciukire umuthi tondu urenda cirathime ni kubatie umarathime no mateithie no mahingurire muturire wao no reke ngai makumenya tu na makuone na mone haria maikaraga mamenye ni ha maikaraga na ni ha mokaga nigetha makuone na njira ya mana ya kihoto marathime in Jesus name. Hei sadaka cianyu wekeleeni sadaka zenu hapo. Sedevasha. So again, Baba, nainua dhabihu hii mbele zako kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya watoto wako. Najua unawajua kwa majina na unawapenda sana. Asante kwa utukufu. Asante kwa kutuwezesha. Hatuna Mungu mwingine ila wewe. Hakuna uwezo mwingine tulio nao kuliko wako. Wewe ndio Mungu uliyeumba mbingu na ukaumba dunia. Majina yote ya utukufu ni yako. Ufalme ni wako. Nainua dhabihu hii mbele zako kuitakaza iwe chemichemi ya baraka za watoto wako. Maisha yao na ikafunguke, biashara zao na zikafunguke, mienendo zao na kazi zao zote na zikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Huduma zao zikafunguke, familia zao na zikawapate kibali chako na kibali cha binadamu katika kila kitu watakachokuwa wakifanya. Ninawafungulishia chochote shetani alikuwa amefunga. Chochote kilifungwa na mizimu ya maeneo, mizimu ya familia, mizimu na nguvu na nguzo zozote za kiuchawi na za kiuganga. Baba, jina lako litukuzwe. In Jesus name we pray. Somebody say amen. Amen. Let me tell you one thing. When God sends a messenger to you, try as much as possible and understand not the messenger but the word sent through the messenger. Avoid as much as you can to put yourself into a curse of the messenger. Avoid as much as you can to destroy your life through the altar. We learned the other day there is a sin of the altar and there is a sin of the anointing. How do you behave? How do you relate with the altar?
What kind of a human being are you? Wewe ni mtu aina gani kwenye madhabahu? What kind of a human being are you? How do you behave? How do you relate with your God? How do you relate? Is this place a playground ya kuja kuleta uchafu wako, machafuko yako? May God of heaven open your eyes to see. May God of heaven open your ears to hear. May God of heaven open your hearts to know the plan of God that He has in your life. May God bless you. My brother, you are free. Yes, go serve God. Maisha yako Mungu amefungua. Because if I tell you the story of this man, I also don't know him. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mimi kwa majina naitwa John Rongo. Mimi nina mengi ya kuongea. Mimi nimesafu kwa mamangu anaitwa Monica Wajiru. Ako hapo mlango kubwa na anasafu hapa, anachonanga hizi chondo. Yeye ndiye amenialika hapa. Nimepitia mengi. Nina mengi ya kusema na Mungu amenifungulia kwa leo. Mimi ni driver ya matatu. Naenda na Super Metro. Ilikuwa Kenya mpya, napewa gari imeoza. Sijui mambo. Lazima iharibike. Hivyo sipewi gari na maliza siku. Nimeokoka na ile wale wanavuta bangi kazi yao hajaribiki. Hata ile mahubiri nimesikia hapa. In fact nilikuwa nakwambia tu nipiga magoti niokoke kwa sababu ya ile mambo napitia mambo ngumu. Bibi alitoroka akaniachia mtoto mdogo, nimetulea peke yangu na wazazi wangu. Last born ni watufu. Mtoto wangu ni watufu. Hivi niko nina 50 years sasa. Sasa nimepitia mambo hiyo miaka yote. Kwa hayo tu nipige tu magoti pastor kuokoke. Si wewe peke yako. Toeni hii. Hawa watu wote nataka tuokoke tena. Si ndio? Toeni viatu zenu mkuje mpige magoti hapa chini. Nifanye toba. Because nimerealize neko watu wangu ile wagikorwa apostle yangu ile yani wabothago kamwe akaumira ngatoria tuli hindere mwe. Thank you. God bless you. Tucheze keyboard. Tucheze tu, nitakukubalisha size mtu mmoja acheze keyboard hapa ile nini peke yake. Upige magoti yako chini, nataka utubu dhambi zako zile zote unajua na zile haujui. Kisha nitakuongoza kwenye toba. Yes, fungua kinywa chako. Kila mtu apige magoti yake hapa chini. Kila mtu. Ukaha dukata. Kaha bere. Ya mwana kiosio. Ukaha nawe. Ukaha. Turema tutuhamu. O mashandala mose. Irakai yatiriri. Baba nidoka kuhera mehia makwa. Nimekuja kutubu dhambi zangu leo. Kwa maana nimekuwa complainant. Kwa maana nimefanya mambo ambayo sio mazuri. Kwa maana nimekejeli kwenye nyumba yako. Kwa maana nimefanya jeuri, nimepatiwa responsibility ya kufanya lakini sifanyi. Ile kitu nimekuwa nayo ni kuinukia wale wengine na kuwapiga vita. Mwambie yote. Fungua moyo wako, mwambie kila kitu ambacho umekifanya against his kingdom. Tell him everything. God is here to bless you tonight. God is here to release you. God is here to cover you again and change your life again.
Tusimame kwa miguu yetu. Kama umemaliza, simama tu kwa miguu yako. God is a God of another chance. He knows why you have gone through what you have gone through. He knows why you are what you are tonight. He's a God that blesses. He's a God that forgives. He's a God that understands. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba dunia na kaumba mbingu. Naja mbele zako kutubu dhambi zangu zote, zile nimetenda kwa makusudio na zile nimetenda bila makusudio. Baba, muumba wa mbingu na muumba wa dunia, naomba unifute kwenye kitabu cha mauti, uniandike kwenye kitabu cha uzima. Mimi ni mkosefu, mimi ni mtu aliyejawa na uchafu. Nimekuwa kejeli kwa nyumba yako, nimekuwa kejeli kwa watumishi wako, nimekuwa kejeli kwa mafuta yako. Lakini siku hii ya leo ninatubu dhambi hii. Unikubali kwa mapenzi yako, unibariki kwa mapenzi yako. Na wewe shetani, umenidanganya siku nyingi, lakini kutoka leo mimi ni mtoto wa Mungu. Sitakutumikia wala kufanya kazi yako, nitamtumikia Yesu na Mungu Baba aliye mbinguni. In Jesus name, sema amen. Baba, katika jina Yesu Kristo, watoto hawa ninawaleta mikononi mwako. Ninajua wengi wao walikosa kukuamini, walikosa kufuata njia zako, walikosa kufuata na kukaa jinsi ulivyotaka. Maana walipata majaribu kama vile Ayubu alipata majaribu, lakini wao walishindwa kustahimili. Mungu Baba, nakuomba ukawatie moyo wa kustahimili, ukawatie moyo wa kukaa na kuishi vizuri. Wengine wamefungwa na laana za kifamilia, laana za maeneo na laana za wazazi. Hata wengine wanapitia mateso ambayo yalifanyika na wazazi na wazazi wa zamani, lakini sasa wanateseka. Na waliosababisha mateso haya yote walikufa, hawako hai. Mungu wangu, ninakuomba tu wasaidie, wakumbuke. Wengine wamefungwa na uchawi, wamefungwa na uganga, wamefungwa na laana za midomo na laana za michanga, lakini kutoka leo Baba, naomba tu kawafungue. Wengine wameshikwa na laana za kanisa, za madhabahu. Wengine wameshikwa na laana za kimitume, laana za mafuta. Hizo zimewafunga, maana waliingia kanisani, nyumba kama hii, wakakuwa kejeli katika nyumba yako na laana ikawapata. Mungu Baba ukiwa mbinguni, maana ulituambia tukikuja hapa tutubu dhambi zetu na utatusikia. Baba, basikie hawa ambao wamelaaniwa na mafuta, hawa ambao wamelaaniwa na madhabahu, hawa ambao wamelaaniwa na michanga ya kwao na familia na damu za kwao, ukawasamehea. God, may you redeem them, may you bless them. In Jesus name we pray. Somebody say amen. Kuna yule mama alikuwa mgonjwa. Yesu alipoenda kwa Yesu, Yesu akamwambia umefanya nini?
umesamehewa makosa yako na akapona. Whatever that brought you here, Mungu amekusamehe. You are healed. Sema I'm healed. Sema I'm healed. In Jesus name. Amen. Sasa mnaweza kwenda kati wa kwenda mwende nyumbani. Wakuniona kuja nione, lakini lazima ukuje na pesa ya kuniona. Kama hauna pesa usikuje, kwa sababu nimekuhudumia. Si nimekuhudumia? Pia mkumbuke kesha. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.